Okay, welcome again to another session. The session of today is about Form 1 class. Here we are going to deal with algebraic equation or algebraic inequalities. But we are going to deal with the algebraic inequalities. To this subtopic, there is a necessary thing to remember. The first one concerning inequality. Kuna vitu vya kukumbuka kwenye inequality. Kwanza kabisa tunaangalia inequalities. We have four symbols which represent inequalities. The first one, hii tunaitaga less than. Hii hapa tunaitaga greater than. This we call less than or equal. This we call greater than or equal. Na ukikuta mtu anakuandikia at least, maana yake tunatumia greater than or equal. Ukikuta mtu anakuandikia at most, we use less than or equal. Kwa hivi ndio vitu vya kukumbuka. Lakini ukiwa unasolve maswali mbalimbali ya inequalities, kuna sheria ambayo tunatakiwa tuzikumbuke. Sheria ya kwanza, ukikuta kwa mfano labda nikuandikia labda x in a negative half less than equal to 4. Hapo ukikutana kitu cha namna hii kwamba the variable it possesses a negative sign. Maana yake kwamba kinachotakiwa you are supposed to change the inequality here. Kwa ukikuta hapa amekuwekea negative, hapa amekwambia labda tutafuta thamani ya x. Maana yake utaganya kwa negative, utaganya kwa negative. Sasa ukiganya kwa negative, maana yake na hii tendo pia na hii tendo yetu inequality inabadilika. Kwa maana yake baadaye kwa less than inakuwa greater than. Kwa kwenye kitu chako utaandika x is greater than negative 4. Haya kwa mfano, kuna amekuandikia negative maybe 3y is greater than or equal to 6. Hapa hatua ambayo inatakiwa ifanye, utagawanya kwa negative 3, utagawanya kwa negative 3. Haya hivi. Kwa hiyo utapata y. Baadaye kwenda kuconclude hapa, hili tendo linabadilika. Kwa kama ilikuwa greater than or equal inakuwa ni less than or equal, hapo igawanya unapata negative 2. Kwa hiyo ndio sheria kubwa ya kuzingatia. Hakuna sheria nyingine. Haya, tunaanza kwa mfano. Ila kama ukikuta labda ni 4x is less than equal to 8 au negative 8. Hapa hamna usibadilishe tendo lolote. Ila ambayo inabadilika ni ile ambayo ina herufi na variable. Kwa maana hapo tutafanya kawaida kwa utapata x is less than or equal to negative 2. Kwa hiyo hapa haitabadilika. But once you see the sign to the variable, make sure that to convert or to change your expression in case of inequality or the inequality sign. So let us see different questions concerning how we can solve or how we can determine the variable of different equations concerning the inequalities. For example, question number 1 here. Solve for x. So we are supposed to solve for x for this equation, for this equation, for this equation, and for this equation. But the question number 5, we are supposed, or question number 5, we are supposed to solve for the value of y. Let us start with the first equation. So Roman 1, solution, Roman 1. We have given x plus 4 is greater than or equal to 7. First of all, hapa tunatakiwa uangalie, je, huyu hapa ni negative? Hapana. Kama ana negative maana tunafanya kawaida. Kwa hapo cha kufanya umlete huyu huku. Ukimleta huku, kwa sababu gani namleta huku? Kwa sababu huyu na huyu wote ni namba. Japo umetenganishwa na inequality. Kwa maana huyu 4 utamleta huku. This is positive. Akivuka hii na act as a equal sign. Kwa maana huyu akivuka alama ya greater than, akija huko anakuja na faida kwa sababu alikuwa ni positive. Kwa akija huko tunamtoa. Kwa sababu itakuwa na x is greater than 7. This is positive. Akivuka tu inequality sign anakuwa ni negative. Kwa itakuwa kutoa 4. Kwa itakuwa x is greater than 3. Hili ndio litakuwa jibu letu. Hilo ndio litakuwa jibu letu. Tena hili hapa. Roman 2. We have given 3x minus 1. This is less than or equal to 4. Hapa hatua ya kwanza angalia, je, huku kwenye variable tumepewa negative? No, we have no negative. Kwa kumbe hasa hii tunaifanya kawaida. So mchukue huyu moja mlete upande wa pili. This is negative, but after crossing the equator sign will be positive. So that 3x less than or equal to 4 then plus 1. So here we get 3x less than or equal to 5. But hapo tutafuta thamani ya x. We are supposed to divide by 3 by 3. Huyu ataisha. So x is less than or equal to 5 out of 3. Tunamaliza. Tunakuja kwa swali lingine.
2x is greater than or equal to x. So here, divide by 2, divide by 2. Let me solve this one, which possesses a negative here. So question number 4, which is said that negative 7x, this is greater than or equal to 12. Hapa tumeambiwa negative 7x is greater than or equal to 21. Kwa hatua ya kwanza, angalia kwanza. Je, kwenye upande wa variable tuna negative? Ndio. Ikiwa tuna negative tunagawanya kawaida. Ila mwisho wa siku tutakuja tubadilishe tena. Kwa maana hapa tunagawanya kwa negative 7, tunagawanya kwa negative 7. Huyu na huyu anakuwa positive 7 na 7 wanaisha. Kwa hiyo kwa x baada ya kuandika greater than or equal tunabadilisha tena kwa sababu ya hii negative ambayo ilikuwa hapo kwenye variable. Kwa hiyo kwa instead of greater than or equal will be equal to less than or equal. Ukigawanya hapo unapata negative 3. Kwa hiyo hapa ndio jibu letu. Okay, example Roman 5. We have been given Roman 5. We have been given 1 out of 3 y minus 1. This is less than to a half minus 2y out of 3 minus 2y out of 3. Hatua ya kwanza hapa, twende tukaangalia unaofanana. Tunaweka sehemu moja. Haya, huyu hapa ana negative, huyu hapa ni kwa tunamchukua huyu, tunaleta huku. Ikiwa tunaleta huku, maana tunamchukua huku, tunaleta hapa, alafu mmoja tunamleta upande wa pili. Kwa maana yake itakuwa. Kwa hiyo itakuwa iwe sasa solution. Kwa hiyo itakuja iwe ni sasa na 1 out of 3y. Then huyu ni negative. Akivuka tu hii hapa anakuwa positive. Kwa hiyo tunaandika kujumlisha 2y juu ya 3. Haya, if less than a half, here we have a half. Kwa tunaandika half, then huyu tukimeta huku tunamjumlisha. Kwa hiyo kwa kujumlisha moja, tunaweka chini na moja. Baadaye hapo tunafanya the LCM. Kwa once you find the LCM here, this is 3 and 3 will be equal to 3. Kwa hiyo hapa hizi hapa zinashare a common LCM. Kwa hiyo itakuwa ni 3. Kwa 3 divided by 1 you get 1. 1 times y you get y. Then plus 3 divided by 6 is equal to 1. 1 times 2y you get 2y. Then less than. Tunakuja LCM hapa 2 na 1 inakuwa ni 2. This is 2 here. Then huyu gani kwa huyu ni 1. 1 na 1 unapata 1. Then plus 2 divided by 1 you get 2. 2 times 1 you get 2. Baada hapo tunafanya this summation. Kwa 1 plus 2y you get 3y. Tunagawanya na 3. Hivi. Less than equal to. Less than. 1 ongeza 2 tunapata 3 gawanya kwa 2. Kwa hiyo 3 gawanya kwa 2. Baada hapo lengo letu tupate the value of y. Kwa hiyo tunazidisha kwa 3, tunazidisha kwa 3. Huyu na huyu wanaondoka. So remaining is 3y less than. Huyu tukizidisha hapo tutapata 3 times 3 get 9 divided by 2. Baada hapo tunafanya kupata thamani ya y. We are supposed to divide by 3, we are supposed to divide by 3 for 3. So y is less than 9 out of 2. Huyu hapa tumeandika katika njia ya ugawa. Tukiandika katika njia ya wingi tunafanyaje? Maana yake tunatakiwa tubadilishe tendo. Ilikuwa kugawanya, maana yake tumeweka kuzidisha. Kwa hiyo tukiweka kuzidisha, kumbuka namba yoyote au herufi ikikaa peke yake maana yake kugawanywa pamoja. Kwa maana yake hii sasa hapa iko kugawanywa pamoja. Baada ya hapo, tukiweka tendo la kuzidisha, huyu anapanda juu, huyu anashuka chini. Patakuwa 1 juu ya 3. Baada ya hapo tunalisha huyu kwa 1 by 3. So y is less than 3 times 1 you get 3. Then 2 times 1 you get 2. So this is the value of y. Okay, let us see example number 2, question number 2. Find the value of x. So here we are supposed to determine the value of x. First of all, lazima tuende tuandike solution. Lakini hapa ukiangalia swali letu hapa ina equation mbili. Kuna hii hapa na hii hapa. Sasa tuna equation. Tunafanyaje? Hatua ya kwanza, unaanza kwanza na hawa wawili hawa. Kwa hiyo unaweza kurudia 4 minus 3x less than 2x minus 5 less than 1. Hatua ya kwanza zitenge mbili. Unaanza na huyu. Kwanza ukimaliza unakuja tena na huyu hapa. Kwa hiyo tunaanza moja kwa moja sisi na huyu. Kwa hiyo itakuwa 4 minus 3x is greater than 2x minus 5. Therefore tuna correct similar terms. Tunafanya hapo correct similar terms. Huyu tunamleta huku, afu tunampeleka huku. Kwa huyu tukimleta huku alikuwa ni negative, kija huku atakuwa positive. Kwa maana yake itakuwa, lakini huyu alikuwa negative, kija huku anakuwa positive. Kwa huyu tunampeleka huku upande wa pili, afu tunamleta huku upande wa huku.
wa kwanza. Kwa maana itakuwa 4 instead of writing minus you write plus. Kwa tutaandika 4 then plus 5. Alama inayofuata ni less than. Less than we have 2x. So that 2x. Then huyu alikuwa negative akija kwa anakuwa plus. Then plus 3x. Baada hapo tukipiga masurundinga hapa tutapata 4 plus 5 get 9. Less than. Huyu tutapata ni 5x. Baada hapo tuna divide by 5, divide by 5 hivi. Kwa takuwa 9 out of 5 is less than x. Kwa huyu hapa atakuwa ni mdogo, ni mkubwa, maana hapa itakuwa ni mkubwa kuliko x. Kwa tunachoanza kufanya sasa, hii hapa ni sample nyingine aliandika x is less than, this one is less than x. Kwa mwingine anaweza kati hivi, ila unaweza kubadilisha pia. Kwa unaweza kaandika hivi 9 out of 5. Haya, baada hapa sasa kitu gani ambacho tunaenda kufanya? Tukifika hapo tunaweza tukaconvert this way. Tukifika hapa hili sio jibu. Ila sisi tulichoulizwa ni value of x. Kumbe tumeshapata x wa kwanza huyu hapa. Sasa kama tumeshapata x wa kwanza, tunafanyaje? Tunaenda tena kuconsider hawa hapa, huyu hapa na huyu na huyu. Basi. Sorry, huyu na huyu. Tunaachana tena huyu na huyu. Kwa hiyo tunachukua huyu hapa na huyu hapa. Au huyu hapa na huyu hapa. Basi. Kwa maana yake itakuwa so again 2x minus 5 is less than 1. Baada hapo huyu tunameta huku. Huyu tukimeta huku manake tutamjumlisha kwa sababu na negative. Kwa kuwa 2x less than 1 plus 5. Kwa maana 2x is less than equal to 6. Tukifika hapo kitu kile ambacho kinaendelea sasa. Kwa kuwa baada hapo tunaganya kwa 2, tunaganya kwa 2. Kumbe x is less than we can convert 3. Kumbe x zipo 2. Kwa unaweza kuandika hii hapa. Au unaandika zote 2. Kwa sababu therefore x is less than 3. Again x is greater than 9 out of this one. So this is the answer. Naomba tufanye na mfano wa pili B solution. Tumepewa 2x minus 1. 2x minus 1 is less than x, then plus 2 is less than 3x. Hatua ya kwanza, anza na huyu hapa. Kwa maana yake itakuwa 2x minus 1 less than x plus 2. Hapa haraka tafuta kusanya mfano. Unakuja huku, anakuja huku. Kwa hiyo akija huku, huyu kimpeleka huku, utakuja kupata 2x plus 2x minus x. Kwa hiyo itakuwa 2x minus x less than 2 kujumlisha 1. Huyu anaanza kusikiliza kwa anakuwa positive. Kwa hapo itakuwa x less than 3. Hatua ya pili, unamchukua huyu hapa, huyu na huyu. Also unachukua x plus 2 then less than 3x. Huyu kileta huku, huyu kimeta huku, au huyu meta huku. Kimeta huku kimpeleka kule, baada tukuja hapa x minus 3x less than negative 2. Hapo mtu anapata negative 2x is less than negative 2. Unaganya kwa negative 2, unaganya kwa negative 2. Ukiganya kwa negative 2 unapata hiyo will be positive. Na hapa itakuwa positive. Lakini kumbuka huyu ilikuwa na negative baada. Kwa maana kama negative huyu hapa tabadilika. Kwa kumbe sasa jibu letu itakuwa ni will be x instead of less than itakuwa ni greater than then 1 here. Kwa sasa hivi tuandika majibu, unaandika yote uliyoyapata. Kwa la kwanza ilikuwa ni hii hapa. Kwa jibu la pili ilikuwa ni hili hapa. Kwa la pili ilikuwa ni hili, lakini la kwanza litakuwa ni hili hapa. Kwa unaandika yote kwa pamoja. Thank you for watching. Can anybody out there hear me? Hear me?